Wote walioishi miujiza waliwathamini kwanza watumishi wa Mungu. Elia alisema nipe kwanza mimi. Kuona hapa kanisani watu wanafanya mambo makubwa. Ninawashukuru na kuwapongeza wale wote ambao wanaweza kuwa na mioyo mikubwa ya kuweza kuvumilia mauzi na makwazo ya wengine. Ndivyo inavyotakiwa tuishi kama familia. Kuna baraka kubwa sana kwenye kitu ulichokifanya. Yesu akasema ni huyu tu mjane ndiye aliyetoa zaidi ya wote. Kwa sababu gani? Hakuangalia kiasi ambacho alichokitoa, hakuangalia thamani, lakini aliangalia mali alipotoa. Lakini hao matajiri wametoa kwenye utajiri wao au kwenye utele waliokuwa nao. Na wewe pia Kristo anaona moyo wako. Kuna siri kubwa kufanya kitu mnachokifanya. Kwa sababu gani? Tunapofundisha watu, tunataka watu watoke katika roho ya umaskini. Na usipojua kumubariki mtumishi wako, usipojua kumubariki mchungaji wako, inafanya watu sana. Nataka kuona hapa kanisani watu wanafanya mambo makubwa. Mungu akubariki wewe sema amina. Tunataka kuona watu wanajifunza kutoa. Jana nilikuwa naongea na wenzangu nasema kama kanisa na uwezo wa kutoa au mchungaji akikosa kupata 100,000 ni shida. Ni shida. Afai kuwa mchungaji, amefeli. Kwa sababu gani amefeli? Na mimi nilikuwa najiangalia mimi, kama sisi tunashindwa kufanya kitu cha kupata 100,000, ina maana mtakuwa hamjafikia viwango, na maana sijawafundisha kufikia viwango hivyo. Hasa kama kanisa litakuwa limekusanya ni maskini tu, lina kazi gani nyingine ya kufanya? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kanisa sio mikusanyiko ya maskini, watu ambao hawawezi kufanya kitu chochote. Hapana. Kwa hiyo tusiangalie kama mchungaji anacho, sisi tutoe. Bwana Yesu apewe sifa. Wote walioishi miujiza waliwathamini kwanza watumishi wa Mungu. Elia alisema nipe kwanza mimi. Nataka niongee kuhusu familia kwa dakika 2-3. Nikusoma tu. Tulichokifanya hiki leo ni siku tunayoita Family Day. Na hii Family Day nilijifunza nilivyofika Mombasa. Nikaona kanisa la Mombasa kwa Apostle George wakifanya vizuri. Kwa kuwa mimi nina tabia mbaya. Tabia yangu mbaya, nikiona kitu kizuri lazima nije nikifanye. Aidha nyumbani kwangu au kanisani. Ndio tabia nilionayo. Kwa hiyo nivumilie. Ukisikia tu kwamba nilisikia kitu kizuri nimekileta, jua kwamba ndio tabia mbaya ya mchungaji wetu. Sivumilie kuona mtu amevaa vizuri alafu mimi nikaenda. Ni kama amevaa vizuri, kama inaweza kuvaa kama wewe nitajitahidi, nitavaa. Haleluya. Lakini nafanya kadiri ya uwezo wangu. Kwa hiyo kitu nilimwambia George nitakifanya kanisani kwetu. Na leo ndio mara ya kwanza tumekifanya. Nashukuru Mungu kwa kuwa inspire wao na wao wakani inspire mimi. Na mimi nimeanza kuwashawishi nyinyi. Na nyinyi mmefanya. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho Mungu anaweza katuzuia tukiamua kukifanya. Mbona wamehubiri vizuri sana. Tafikiri wamekuwa ni wazoefu sana. Nikaona tena ingekuwa hivi tena kesho na kesho kutwa. Kama alivyosema mtumishi wa Mungu Method. Haleluya. Tegra njoo nisomee hapa mara moja. Nitaanza na maana ya familia. Familia ni msingi wa jamii, kutoa usaidizi muhimu wa kihisia, kijamii na kiuchumi ambao hutengeneza watu binafsi na jamii. Inatoa hisia ya kumilikiwa, usalama na upendo, ikicheza jukumu muhimu katika maendeleo ya kibinafsi, afya ya akili na ustawi wa ujumla. Vifungo vyenye nguvu vya familia ni muhimu kwa maisha yenye utoshelevu na huchangia katika jamii iliyo imara na inayostahili zaidi. Hapa kuna mtazamo wa kina zaidi wa umuhimu wa familia. Ya kwanza, usaidizi wa kihisia na kisaikolojia. Upendo na mali. Iko ni kipengele kimoja hapo kidogo juu ya pointi ya kwanza.
Familia hutoa msingi wa upendo, kukubalika na hisia ya kuhusishwa ambayo ni muhimu kwa ustawi wa kihisia. Kipengele kidogo cha pili. Usalama na utulivu. Familia imara hutoa mazingira salama, kuruhusu watu binafsi kuchunguza na kuendelea uwezo wao bila hofu. Kipengele cha tatu. Afya ya akili. Kutumia muda na familia na kuwa na uhusiano thabiti wa familia kunaweza kuathiri vyema afya ya akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Pointi ya pili kubwa. Usaidizi wa kijamii na kimaendeleo. Pointi ndogo ya kwanza katika pointi hii ya pili. Familia hufundisha watoto ujuzi muhimu wa kijamii, maadili na masomo ya maisha, kuwatayarisha kwa mawasiliano na wengine kuwazunguka ulimwengu. Pointi ya pili ndogo. Utatuzi wa migogoro. Maingiliano ya familia hutoa fursa za kujifunza jinsi ya kudhibiti mizozo, kuwasiliana kwa ufanisi na kujenga uhusiano mzuri. Kipengele kidogo cha tatu. Maendeleo ya uhuru. Huku zikitoa usaidizi, familia pia huhimiza uhuru wa kujitosheleza, kukuza uthabiti na kubadilika. Kipengele kikubwa cha tatu. Usaidizi wa kiuchumi na kitendo. Usaidizi, pointi ya kwanza ndogo katika pointi ya tatu inasema usaidizi wa kifedha. Familia zinaweza kutoa usaidizi wa kifedha na usaidizi kwa washiriki wao, haswa katika nyakati ngumu. Pointi ya pili ndogo. Utunzaji. Familia mara nyingi hutoa huduma kwa watoto, wazee na watu binafsi wenye ulemavu, kuhakikisha ustawi wao. Pointi ya tatu ndogo. Ujenzi wa jamii. Familia ndio msingi wa jamii, kukuza uhusiano wa kijamii na kuchangia ustawi wa jumla wa jamii. Pointi ya nne kubwa. Umuhimu wa kitamaduni na kihistoria. Pointi yake ya kwanza ndogo inasema usambazaji wa maadili. Familia hupitisha mila, maadili na imani za kitamaduni kutoka kizazi kimoja hadi kingine na kuunda utambulisho wa kitamaduni. Pointi ya pili ndogo. Historia ya familia na urithi. Historia ya familia hutoa hali ya kuhusishwa na uhusiano na siku za nyuma, ikiboresha utambulisho wa kibinafsi na kukuza hisia ya mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Naenda kusoma pointi ya tatu ndogo katika hii pointi yetu kubwa ya 4. Familia zenye nguvu huchangia katika jamii yenye utulivu na udhabiti zaidi, kwani hutoa msingi wa utaratibu wa kijamii na mshikamano. Kimsingi, familia ni taasisi ya msingi ambayo hutoa msingi wa ukuaji na kibinafsi, maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii. Ni mahali ambapo watu binafsi wanaweza kupata upendo, usaidizi na hali ya kuhusishwa ambayo ni muhimu kwa maisha yenye kutosheleza. Asanteni. Asante sana. Hiyo ni baadhi ya vipengele vinavyoonyesha umuhimu wa familia, na sisi kanisa la Tanzania Calvary Tabernacle Church El Shaddai Ministry ni familia. Tunapokuwa na siku ya Family Day, tunataka kuidhirisha tu kana kwamba sisi hatukusanike bure, tunakusanyika kama familia, na haya mambo yote yanaweza tukayapata katika familia hii yetu ya wana El Shaddai. Haleluya.
Kwa hiyo kuna kitu ambacho nimekigundua kwamba familia ya kanisa au familia ya jumuiya ni yenye nguvu kuliko familia yako peke yako, labda ambayo mmezaliwa mkiwa watano, hata kama mlifanikiwa kuwa 10 na kuweza kuendelea kuongezeka na kuwa familia zaidi ya moja. Hamwezi mkawa na nguvu kama kavyokuwa nguvu kwenye familia inayoitwa kanisa kama tulivyokaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu familia yako ya watoto wako watano, siku hipo ni kwa muda mfupi tu, wote wataondoka. Mtoto wako ataolewa au ataoa, ataondoka. Nilikuwa nimeongea na wachungaji nikamwambia, katika kazi ya kitume nikawa nawaambia wachungaji, nikawa nawapatia mfano. Wewe na mimi tumekutana katika ufalme wa Mungu. Ni tofauti na mimi nimeenda nje kwenda kuhubiri mitaani nikakutana na makahaba. Wakati nilikuwa nahubiri kule mitaa Kariakoo, nilikuwa nawapatia makahaba wale wanaokesha pale, wale machangudoa wale. Na unamhubiri anakuambia, sasa pastor, unanihubiri sasa, mimi nataka mume. Sasa unataka mume, unataka hela? Mimi nataka hela. Chukua hela, nampa. Yule naweza nikampa hela. Sawa, hata wewe naweza nikakupa, lakini kama sisi tukiwa ndani ya ufalme wa Mungu na sisi ni watoto wa mfalme, inakuwa kuwaje sisi tunakuwa na vitabia vya nje? Ninawashukuru na kuwapongeza wale wote ambao wanaweza kuwa na mioyo mikubwa ya kuweza kuvumilia mauzi na makwazo ya wengine. Ndivyo inavyotakiwa tuishi kama familia. Huyu amenifanyia vibaya, nimsamehe tu kwa faida ya ufalme wa Mungu, kwa faida ya familia hii ya Mungu. Nisimuze mwenzangu, nisimfanyie vibaya, alafu nimsamehe kwa moyo wote, alafu nimpende. Method amefundisha hapa, anasema nini? Hata tukitoa yote, lakini tuhakikishe kwamba tuwe tumevifanya kwa upendo. Tupendane, tusisemeane vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa huko ndani, utajisikia uko salama. Ndio vile ambavyo imetoka kusoma hapa. Hallelujah. Kwa hiyo that is the importance of a family. Kwa hiyo leo imekuwa ni siku yetu kubwa na ni mara ya kwanza kuwa na zoezi hili la Family Day. Niwashukuru na kuwapongeza wote wahubiri waliosimama. Tuwapigie makofi mazuri. Kuhusiana na familia, ni haya machache nilikuwa nataka na mimi niyaongeze. Lakini ninayo furaha kubwa sana kwa ajili yako. Tuwasaidie watu wazima tulionao katikati yetu. Tuwasaidie wasiojiweza.